What's up, ladies and gentlemen? This is Ogaf Chaka. Na of course nawaletea Zogo Podcast episode 1. Wow. Episode 1. Mtu wangu nataka mtu support ndo tufike huko mbali, huko juu penye zile zingine ziko. Anyway, Zogo mtaani itakuwa inawaletea matters zenye zimekuwa zikitrend all over the week, topics zenye zimekuwa zikitrend hapa na pale mtu yangu. Na without wasting time, of course tunakuja live from hapa Ogafu Chaka Creative Studio. Na mtu wangu, before without wasting a lot of time, wacha tuanze kipindi. So mtu wangu, like 2 weeks ago, kuna historia ya dem anaitwa Marion Naipei imekuwa kitrend kila mahali. Sio mainstream TV, sio kwa radio, sio social media, TikTok, Facebook, Telegram. Kwa sababu historia ilianza hivi. Udem alikuwa ametei. Kuna video ilikuwa imeleaked. Na mwenye alileaked anaitwa Joseph Opande. James Opande. Huyu James Opande alirekodi udem kinywero. Kama udem ametei. So, hebu kwanza ona station ilikuwa hapo. Kuja. Hapana, sina kushow. Baby. Kuja. Baby, they're arguing. No one's wametufuata. Baby, they're arguing. I don't know. Wanna argue about me. I don't know. Wanna argue about me. Ndio wanapiga wanaargue. Babe, Mr. Wende Clark, mwapatia yes. pombe mkunywe pamoja. Babe, Songa nyuma kwanza. Bibi yangu atakuja hapa upate na italeta shida. umenitaka kichoko na bibi. Sasa bibi yangu kuona ukinikaribia. Basi niitishie Uber niende kwangu. Kunywa pombe kumaliza uende. So vile umeona hiyo video ilileta a lot of things, a lot of maneno mingi, yani ika create Kenyans into 2 groups, wenye wanatetea James Opande na wenye wanatetea Marion Naipei. So hiyo hata si issue, unaona sasa hiyo si issue. Sasa kuna video nyingine ilitokea tena, ndio ikajulikana udem anafanyanga biashara ya kuuza kinywero, unacheki. So hii incident ilitokea huko Telegram. Udem kumbe anafanya alishaka nini? Video ya pili, episode 2 iko Telegram. So udem kumbe alikuwa anafanyanga biashara. So hiyo hata si issue. Issue sasa inakuja hapa kwa huyu mwanaume anaitwa Geoffrey Mosiria. Huyu Geoffrey Mosiria alikuwa amejiweka kichwa ngumu kujifanya anatetea Galdem, mpaka anasema James Opande ashikwe. So bana, Geoffrey Mosiria ilibidi apologize after ame found out ati udem anafanyanga biashara. Hebu take a look. I chose to redeem her so that someone can come out and give her a job. Chungu. Ni chungu sana, nasikia nilie machozi. It's so painful. It's so painful. One day you'll miss me. One day you'll remember me. But God is the judge in all this. So, lakini udem alitucheza aje? Udem bado alionekana na Pastor Kanyare kwa church. Anasema ameokoka, ati ameosha dhambi zake. Hebu Mi ni hug. Wow. This girl ametrend sana. But mimi naelewa. Anasema ni maisha. Alikuwa anatafuta. Lazima afurahishe huyo mwanaume ndiye aone kama atapata kakitu. Yeye ni single mother of one. Mlikuwa mnataka afanye nini? Si saa ya kumpiga vita, ni saa ya kusimama na yeye. And today, because you are my friend, nimekubariki na 50,000. Thank you so much. Thank you, my God. Wow. Udem ametucheza ujinga. Na anatubeba kama watoto wake. Udem anaenda beka mbele ya church. After all those 30 videos. Penye ameshinda kituonesha pale hivyo. Bana, kuna vitu zingine tuache kupeleka kwa madhabahu mtu wangu. Pastor Kanyare, unafikiria nini ukipeleka video mtu kama huyo mbele ya church mpaka anasaidia na kugawa maji? Yani muna promote vitu mbaya. Vitu za Babylon system mpaka kwa kanisa.
Hapo hivyo naye mliangusha. Hapo hivyo mliangusha. Siwadanganyi. pakiti mbili na uchukue namba yangu ya simu, tuwe tunaongea. Hii 50,000 haiwezi kutosha, lakini tukua pamoja na you become my friend, najua you will never be chini tena, utakuwa juu. Thank you so much. Hii 50,000 nimekupea. Hesabu usiwe haijafika. Kaeni pale, kaeni hapa kwa kiti yangu. Anyway, moving on swiftly. Kuna historia imekuwa ikihappen Eldoret. Apparently kuna kanzo alichapa mtu wa bodaboda vita, alikelea mtu wa bodaboda vita na mtu akaumia. So hatujui vile ilienda, hatujui nini ilipelekea mpaka kanzo akapiga mtu wa bodaboda, but ilipelekea Eldoret ikakuwa very watu wa bodaboda wakaanza strike, na ilikuwa mbaya mtu wangu, ilikuwa mbaya. Nikisema mbaya ni mbaya ukweli. Hebu take a look. So guys, hata kama wewe ni mtu wa kanzo, mtu wangu, ikifika mahali unapiga msee mpaka anaumia, hiyo design, mtu analala chini, na huyo msee, kumbuka huyo msee ni baba ya mtu. Huyo msee maybe anashikwa rental, inafaa alipe nyumba mwisho wa mwezi, huyo mtu anafaa yake chakula. So kuna so many ways ya kusolve case kama hizo, watu wa kanzo. Na naongea na nyinyi watu wa kanzo, mapolisi wenye mnajifanyanga kupiga ama hustler ku CBD. So mtu wangu, there so many ways ya kuhandle kesi kama hizo. Sio lazima upige mtu mpaka umie. Ona sasa, na watu wa boda wangeshika huyo kanzo wapige vile wamepiga huyo boda, kesi ingekuwa tofauti sana mtu wangu. Believe me, kesi ingekuwa tofauti. Ungesikia mpaka watu wa boda msako imewekwa usiku, watu walali, ni manyaunyo tu, manyaunyo. But unaona sasa, because ni kanzo amepiga mtu wa boda, sijui story inaenda aje, but apparently mtu wa boda nimesikia rumors that huyo mtu wa boda ako sawa. Hiyo iko sawa mtu wangu, but watu wa kanzo hapo hivyo naye mliniangusha sana, na mimi nakoga ni mwarank. Moving on swiftly. So mtu wangu kuna hii matanga ilitokea ya KDF fulani alikuwa amekufa. So sikia mazishi, wakati wanamaliza kusoma biology, aka binti fulani alikuwa anasoma biology, akasimama akaintroduce girlfriend wawili wa huyu soldier KDF mwenye alikuwa amekufa, wenye wako wanajuana, akawa introduce kwa matanga mtu wangu. Ilikuwa mbaya. Hebu take a look. Sasa venye dada alikuwa anataka kuintroduce marafiki wa Kibiwot, the girlfriend, naomba wakuje mbele tafadhali. Ama anaweza simama kama nako. Please stand. I know it's heavy for them. Na rehema zako Yesu, asante kwa neema, nashangazwa. Nataka kusema pole kwa marafiki wa Kibiwot. Najua ni wakati ngumu sana kwenu, lakini sisi kama familia ya Kibiwot tutasimama na nyinyi. Sawa sawa. We also say thank you for taking care of our brother, for loving him and for supporting him. Sawa. Thank you. Sisi tumewakaribisha nyumbani kabisa. Mnakushuyo ni confidence. Unasimama hivi unaangalia huyu ndo alikuwa kana nikulia mzee. Alafu sasa yeye mnaintroduciwa. Alafu unapata girlfriend wa kwanza, maybe vitu wako nazo si kama za girlfriend wa pili. Sema hapo hivyo ndo wivu inatokea. Hapo hivyo ndo unapataga mtu amepigwa na kimsalaba. Ameingishwa mpaka kwa casket ya marehemu wako ndani. Hiyo ilikuwa mbaya, but it's a good thing mtu wangu. Mkiko hata mimi nikisikia mtu amekufa na kuna girlfriend wawili wajuani, mimi naenda kuintroduce kwa matanga. Mimi siwezi kubali mkae bila shamba na mtu wenyewe kuna shamba.
lazima nitaintroduce watu watu wa familia wajue nyinyi ni mtu wa huyu mtu mwenye amekufa. Moving on swiftly. Sema uchawi mtu wangu. Hii sijui ni uchawi ama tuite nini. Familia fulani Kiambu wamepata msalaba, walizika mtu. So usiku, so wamezika mtu kama leo, kesho yake usiku, leo usiku, kesho asubuhi wanaenda kwa rumio mtu, wanapata msalaba waleka kwa ile kaburi kwa nyungu kwa hiyo rumio mtu. Wewe niambie kama hiyo si uchawi. Hebu tuko na evidence kwa karatasi. Take a look. Ndaduonekire gutire thibitari tutathire na ndonekire murimu Agicoka riu akihuruka. agicoka akihuruka. Yeah, umejionea hapo. Mimi hata msielewi Kikuyu, but kama unaweza elewa Kikuyu, hebu translate hiyo kitu uelewe. Ama kama uwezi translate, tafuta rafiki Mkikuyu akutranslatie. But hapo hata tukai hapo, tunapita teke. To some other news, to some other zogos. Eric Omondi amesema starting tarehe ngapi? Hebu ni kwanza ni confirm nisiwaambie rumors zenye hakunanga. I think 10th of February amesema ataanzisha a walk, charity walk from Nairobi to wapi? To Mombasa. Hiyo ni around 486 kilometers walk ya kuchangisha pesa ya familia zenye wajiwezi hii Kenya. I think that is a good thing. Badala ya kuhug miti, tembea. Lakini Wakenya bana, Wakenya sasa ni nini? Anyway, it's a good thing. Tembea, wenye watakuchangia usaidie familia zejiwezi, iko sawa. Hebu another story. Goliath wa Bungoma. Goliath wa Bungoma finally ameenda kujengewa 3-bedroom apartments juu ya urefu yake tu. Unaona? Mimi naambianga Wakenya, hii Kenya si lazima kuwe na talanta. Bora tu uko na consistency. Ai, hapo hivyo unaomoka. Ona, Goliath wa Bungoma. Si comedian, si dancer. Urefu tu. Sasa anaenda kujengewa a free 3-bedroom apartment, bungalow. Kwa hapo hivyo unajifanya tu nini sijui nini. Hebu kwanza ona before tuendelee. Tunabomoa nyumba ya Goliath wa Bungoma because we are building a new house here, 3-bedroom house. Sema 3-bedroom bungalow. 3-bedroom bungalow. Kabisa. Now, you see here, hapa niko na mchungaji. Huyu ndiye mchungaji ambaye ametuombea before tuanze kujenga nyumba. Umebariki nyumba? Umebariki nyumba? Kabisa. Angalia hapa kazi tu. Mimi hata siwezi mimi sikasirikiagi hata wa mademo wanasemanga mnaendea wa baba. Unajua test ya Range Rover wewe? Ushaipanda Range Rover, ukasikia feeling kwa Range Rover. Ai, hata mimi ningekuwa madem ningeenda kwa baba wa Range Rover na niwache nyinyi mavijana wa baiskeli. Mimi siwezi ilia kwa pikipiki, heri nilie kwa Range Rover. So, hivyo tu ndo Goliath wa Bungoma amejengewa nyumba na amepewa gari. Gari fulani tu hapo hivyo sijui ndo KTX. Bana, hiki tu ni real. Demo wa Facebook finally amepata ball. Demo wa Facebook ameenda kuwa mama. Demo wa Facebook alikuwa anatupimanga ujinga, anatuambia ama virginity, ama virgin sahi. Mtoto anakaa. Watu wengine wanasema ni mtoto wa Obina, sijui nani, but finally demo wa Facebook amereveal ako na ball, lakini hajatuambia baba ya mtoto ni nani. But anyway, Mr. Stuki kama ni Mluya, mtoto atafanana tu Mluya na Mjaluo. Kama baba ni Mluya na Mjaluo, mtoto atafanana tu baba na tutajua ni nani. Hebu take a look. Moving on swiftly.
Kuna mwanabiashara Juja, ameanzisha biashara yake amazing sana. Ako na ka telescope. Hii telescope analipisha so. Kuona wewe ndo view planets, other planets, Jupiter, helicopter, Mars, Elon Musk. Hiyo lazima ulipe 100 ndo uangalie through that telescope. Kazi ni kazi. Wewe kaa kushinda tu hapo hivyo unajifanya sitaki nini, sijui nini, unasema hakuna kazi. Kazi ziko. Hebu kwanza take a look. Ujambo, jina langu ni Mwalimu George Mwangi na kualika hapa leo jioni nikupe nafasi ya kutazama nyota, mwezi na hata planets kupitia kwa telescope. Karibu tusimuliane, tuelimike pamoja na ukumbuke kwamba ni leo jioni hadi utakapotosheka. Ndio hiyo, mmejionea. Tukiwaambia hapa anza kuchoma mahindi unasema staki, mimi I'm past that class, I cannot roast meat, I cannot roast mahindi, is not my standard. Ona huyu anaomoka. Hebu piga hesabu tu, watu 10 wanaangalia other planets per day. Hiyo ni 1000, very clean. Ajaenda kunyonga mtu. Na by the way, this year tumesema piga shughuli yako, ikuwe halali, ikuwe haramu, piga shughuli yako upate pesa. Juu haitakuwa hiyo miaka yote unafanyanga biashara legal, biashara halali na upate pesa. Sasa twende tujaribu hizi biashara haramu, tuone kama tutapata pesa. Na Kenya biashara haramu zinaomosha watu. Shida ni DCI. Shida ni DCI. So, mtu wangu, chanuka. Kama ni forex, ingia forex, tafuta pesa. Kama ni 4x, ingia 4x, tafuta pesa, usijali ati watasema hii biashara ni haramu. Hao wenye wanasema hii biashara ni haramu, wacha watafute yao halali. Juu unaonanga hata watu wame succeed, unaonanga ni kama wame succeed. Wanakuambianga tu ndio upate pesa, sijui kuwa work hard, work smart, but watuambii tuna work hard juu ya nini? Watuambie kazi inafaa tu work hard. So wewe ukipata biashara yako, mtu wangu, piga, ikuwe halali, ikuwe haramu, kwani iko nini? Anyway guys, moving on swiftly. This is the content creator of the week. Ya bili yangu iko wapi? Ninawekelea 100 hapa juu unaiba. Hakuna pesa mimi nimechukua. Unajua hivyo ndio utakuwa mwisi wa mabenki. Ghafla bin vu, unadhani hao wengine wanasaga aje? Wanazaga na kuibia mama yake aliyemsalia. Ghafla bin vu, mtu anaiba pesa ya umma. Mamshwali, hii ni nini? Hii ni nini? Mbona unaniwekelea? Utakunywa milk shake. Staki. Staki. Kunywa milk shake. Hautaki ka milk shake? Mimi staki. Utaki aje na babako ameshanitumia pesa ukunywa milk shake? Sasa utakunywa nini? Maji. Kunywa milk shake. Mimi staki. Shika. Nime bread masiwa na biscuits. Mimi staki. Si ndio hiyo? Nime bread ndani. Kunywa. Hiyo ni homemade. Milk shake kasuri ka homemade. Nimechukua biscuit, nimeweka ndani na masiwa. Ina knowledge, haiku knowledge. Ina knowledge. Ina knowledge. Haya, kuja uache vyobo. Surely. Well, before tumaliza kipindi, you must see this content of the week. Tuko na content creator of the week na tuko na content of the week. This is the content of the week. Geri guonje kiatia na magoro makwa mothe na mane ma. Geronje da koro ni we dance master yule wa madance kudonje. Yesu. Lemon parangu. Na gasmairo nderu taikinya ni ndoko. Piga up borotanga. Well, amazing guys, imekuwa amazing sana. Tumepatana hapa, tupatane next week tena, same time, same place, same time.
Mimi najulikana kama Ogaf Chaka na tuko hapa ndani ya Ogaf Chaka Creative Studio. This is Zogo Podcast. Please support this kipindi by subscribing, sharing, liking, comment. Na yani kila kitu ya kusupport kipindi. Hata mkitaka niwapinie hapo namba ya M-Pesa nitawapinia. Kwani iko nini? Ai. Sabladia. Tupatane next week. Same time, same place. Wednesday. Thank you very much.